ni kitu gani kabisa unakuwa na ubora sana kwa hiyo? Kwenye filmmaking mimi nimespecialize sana kwenye cinematography and editing sana yeah. Though hizo position zote nazijua, lakini what nime basically sana of which yenye I'm proud of saizi is cinematography and editing. Ujambo mpendwa mtazamaji wa Beyond Border Podcast iConnect, tunakuwa moja kwa moja kwa kipindi chako Sauti za Wakimbizi, na hii ni vipaji vyako ambao unakuwa subiria kwa siku yapata siku zote. Tunakuletea kipaji moja kwa moja kutoka kwa mtu binafsi anayezungumza. Kipindi kinaletwa na Esther Shubabu. Chris Santos anakuwa anatupeperusha hewani kwa muda kama na huu. Muda wote ambao unakuwa unafuata, karibu sana, karibisha mwingine. Usikose kulike, kushare na kusubscribe. Pia kwa siku ya leo tuna mgeni ambaye ni special sana kwa siku ya leo. Utafahamu ni nani na anafanya nini. Vile vile atakuwa anakupatia mauli matatu ile ambayo itakuwa na kujenga kwa siku ya leo. Karibu tujiunge pamoja. Karibu mpenda mtazamaji Beyond Borders Podcast Connect, tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Na kama gisi nilivyokuambia, tuna mgeni wetu ndani ya studio. Ni aje bro? Poa sana. Karibu sana. Asante sana. Asijue umeonaje studio yetu kwa siku leo? Studio iko sawa, nimeipenda na siku zote huwa naona online sana so nikaamua leo achana kwa kuwatembelea kiasi. Asijue mapokezi umeonaje? Iko sawa. Yeah, sio mbaya sana. Watazamaji watakuwa wanaja kufahamu ni nani? Kwa majina naitwa Omi Classic. Mimi ni filmmaker, videographer, photographer pia. Yeah, najishughulisha na vitu za media sana. Ujuzi wako wa media ulianzaje? Tungepata story fupi kuhusu mwanzo wa hii kazi yako. Bwana, mimi kuweza kufika hapa kujishughulisha na vitu za media ilikuwa ni toka kipindi nilivyokuwa shuleni. Wakati nasoma nilikuwa tu na ile that impact ya ndani yangu ya kuwa like itakuwa gani ile hizi vitu huwa zinatengenezwa vipi. So wakati nilikuwa shuleni ndio tukaanza issues, nikaanza kujoin drama group na hizo vitu kama hizo, tukaanza kuwa na performance na nini. Yeah, so hivyo ndo nilivyoanza. Ni ile tu tamaa ya kuwa mtu unataka kitu. Na once ukishakuwa na ile impact ya kuweza like kutaka kufanya kitu na ukiwa na ile shauku ya kuweza ukifanya, basi lazima utakipambania. So nilipofika class 7 term 3 nimemaliza shule kila kitu, nikapata advertisement. Kuna a certain company walikuwa wana advertise vitu za media. Nikaona this is the only way ya kuweza ku start my career. So nika apply and good thing nikaweza kuwa qualified. Na hapo ndo nilipoanza. Lakini the problem is ilibidi sasa kwenye changamoto ilikuwa like ilibidi niache shule ili niweze kupambania career yangu. That's where the journey was started and ilikuwa ngumu sana. Inaweza kuwa ilikuwa mwaka gani? 2015 ama 16 hapo katikati. Na kwa level gisi ulianza na hadi leo unaona maendeleo yako yanaendeleaje? Maendeleo ni makubwa sana. Umeshakuwa na kipaji ya kuanza fanya kitu kama na hiyo? Yeah, kwa level yenye niko nao saizi naweza yani niko najiamini kwa ukubwa sana and naweza nika compete na watu ambao at least they have a certain level ambayo yenye najua naweza ni hata kwa asilimia 100 naweza at least nikapata 70 ama 80 there. So yeah, hongera. Na kwa sasa hii kazi yako hapa Kakuma, unaweza ona nani anafanya hii kazi zaidi yako?
Actually unajua hapa kambi obviously kuna wale ma legends na kuna ndo sisi wengine ma Gen Zs ambazo ndo like you know this kind of generation yenye tuna vitu vingi sana umeona. So kwa ma legend huko zao zilikuwa zamani, na sasa hizo ukilinganisha legend na sisi ma underground, unajikuta sasa kwa namna vitu films na creativities ambazo zinakuja tumejikuta kwamba tumewazidi sana na wao pia wanajikuta sasa wanajifunza kupitia sisi unaona. So inakuwa like kind of a big opportunity kwetu sisi kwa sababu tuna vitu vingi, na the more generations zinavyokuja na the more vitu zinavyokuja tunazidi kupata vitu vipya zaidi. Sasa kwa hii Gen Z hapa nani anafanya zaidi yako kwa hii kazi? Zaidi yangu okay, sote tunafanya sawa. Sisi wote tunafanya sawa. What matter is ni kazi, unaona, kazi ya mtu. Unajua kazi ndio huwa ina determine client wenye unapata, viewers wenye unapata, unaona. So unaweza kuwa nimefanya kazi nzuri na mwingine amefanya kazi nzuri, though kuna ile sasa lazima tu moja tu itakuwa ya kwanza. Unaona. So sisi wote tunafanya vizuri lakini ina different creativity. So I believe wote tunafanya vizuri. Kwa filmmaking ni kitu gani kabisa unakuwa na ubora sana kwa kwenye filmmaking? Mimi nimespecialize sana kwenye cinematography and editing sana. Though hizo position zote nazijua, lakini what basically sana of which yenye I'm proud of saizi is cinematography and editing. So mimi huwa nikikaa chini nikiedit, huwa na make sure at least nime edit za kutosha, especially kama ni series, huwa na edit kweli which inajulikana, na hata one of my friend ambaye ni Kasinde mwenyewe pia ananikubali, which anajua jamaa akikalia computer akianza kuedit full day. Kasinde mwenyewe alishai kusema kwamba yeye kwenye kuedit siku nzima hawezi. So kwenye mimi nikiamua kuedit kweli nakaa na edit. Bora tu nisikuwe na distraction. Ukiwa na distraction ndo pale uvivu unaingia, unaanza So kama una distraction, make sure simu umezima, kama wifi iko on ume turn off, una make sure unakaa in a place whereby kuko quiet na nini, vitu kama hizo, ndio una focus ukiedit. Unajua like from this time up to this time nitakuwa nimemaliza kadhaa na kazi na kuimeenda. Miongoni mwa kazi ambao umefanya ni kazi gani ambao uliona kabisa inaonyesha kipaji chako level ya juu? Sana ni mambo na film. Though kwenye music pia sometimes huwa na direct music video, lakini kwenye music sio sana. But kwenye film kazi zangu ndio huwa zinaenda vizuri sana na watu wanazipenda. Ukizingatia kwa sasa nafanya kazi na Tuyajenge Film Production. And they appreciate my work, of which zinaenda like watu wana view, watu wana watch kazi zangu. So ni kitu ambacho na ku-appreciated sana, kwa sababu ukiangalia kazi walizofanya watu wengine na zenye mimi nimefanya ziko tofauti, kwa sababu ndio pale nimekwambia kazi zinaweza kuwa moja but kitu ina determine ni creativity and how umefanya kazi, unaona. So watu wanapenda vitu vipya sana, unaona. So hawezi waka keep on staying kwa kitu kimoja, so inakuwa kind of different thing. So I appreciate watu wanaangalia kazi zangu from Tuyajenge, especially film. Though pia kuna other films ambazo nimefanya na watu tofauti na zinafanya vizuri, na zingine ziko festivals, zingine zimewins. It's something inanipea motisha sana ya kuweza ku keep on
na kuweza kuweka bidii sana. Sasa hizi najiona kwenye niko kwenye very big competition, na ndio my career huwa naweka the first priority sana. Na kwa miaka inakuja hapo, nafikiri kipaji chako kitafikia level gani hapo? Kwa sasa najiona mbele kabisa, najiona mbele kwa sababu kwenye the way kama nilivyosema, competition ni kubwa sana, so hufai kulala, because the moment unalala wengine ndo wanafikiria kupata kitu kipya. No, akishapata kitu kipya already wataki introduce, na kitambo kipate tayari wengine washakiona, unaona. So najiona mbele kabisa, najiona mbele kupitia kazi zangu. It's just that ni support tu za watu pia, na watu waache kutusemea vitu vibaya, because unajua hizi kazi zetu za media zina changamoto kubwa sana, especially vile mimi nilianza kuingia mambo na media, mpaka the way ilikuwa imefikia tu mpaka kipindi cha nimeona basi let me be, acha niache kwa sababu ya like the rumors za watu na nini kama hizo. But as long as tu kama ni kitu tu ambacho like you are so passionate nacho, na you are so talented, na ukijua target yako ni nini, na utabidi tu focus. Utabidi focus sana. Asijui ni freelancer ama? Hapana, mimi si freelancer. Na kwa hii kazi yako kutokea gisu ulianza na hadi leo, unakuwa unakutana sasa na changamoto gani makubwa ambayo inakuwa inaanza kuvunja moyo? Changamoto kubwa sana ni watu kwanza kukubaliana na kazi unayoifanya, kwa sababu especially kwanza familia, I mean watu wako karibu, kusema wakubali kitu ambacho unachokifanya, especially this media thing, ni ngumu sana. Na hapo ndo kwenye inafikia mpaka mtu unakata tamaa, unaamua bora tu uache. Na kwa sababu yani they wana kutolerate in a way that unaona kwamba media is not good thing. Yani utachange, utakuwa mtu mbaya, utaanza kuvuta bangi, utakuwa unaweka dread, utakuwa yani vitu zingine zenye I don't know, unaona. So yani mwenyewe ukiona tunaona hasa kama yani unajua kwenye hakuna kitu kizuri kwamba upate support ya watu wako wa karibu, na ndo first audience wenye kazi zako zinaweza zikaenda. Lakini sasa unajikuta sasa wale watu ambao unawategemea labda wanaweza wakapush kazi yao, ndo watu wa kwanza wanakuponda, unaona. So inakuwa ngumu sana. So families na watu wa karibu na nini ndio chanzo kabisa, na ndio changamoto kubwa ambayo ili kuweza kukubali kazi yako. Yani wanaanzaga kujua pale kwamba hii ni nzuri na inafanya kazi vizuri pale unapoanza ku-earn kitu fulani, umepeleka nyumbani, umelisha, umesaidia someone to tell, wanaona kumbe this thing inaweza bana, ina kitu. So that's where they will start off, okay, now you can continue, unaona. So but tunashukuru tu tumemove on pole. Ikitokea unapata support fulani, unaweza fanya nini sasa kwa hii kazi yako? Mimi kwanza kitu kikubwa chenye mimi wanapenda sana ni kuweza kusaidia like wale watu ambao they have the same career na they don't have place where to showcase them, because unajua the way grew up na hii media thing ni ngumu sana, kwa sababu hii knowledge yenye nimepata huku, like ukisema uende uitafute like Nairobi there, utalipia pesa mingi sana, of which yenye uwezi hata afford, unaona. So kikubwa tu na tuweze kusaidiana sisi kama sisi, ni kuweza tu kufunzana sisi wenyewe, kwa yule mwenye anajua amfunze mwingine, kwa mwenye ajui anafaa ajifunze pia. So ili tuweze kuincrease kwa wale wenye pia wanatamani kuwa kama sisi, lakini bado opportunity hawajaipata. So
target yangu kubwa ni kuweza, na inshallah ndo itakuwa the plan yenye I'm ongoing nayo saizi, ni kuweza kufungua place whereby I'll be collecting wale youth wote ambao wako na the same career ambayo mimi nilipitia, so wasiwe wanapata shida kwa kuweza kupata skills na knowledge yenye mimi nili struggle pia, lakini unajua ndio ile wanasemaga kwamba hadi kwa sababu mama alipitia kwenye shida, lazima mtoto pia naye apitie kwenye shida, which kama kuna uwezekano si lazima afanye. So tutakusanya watu, tutajaribu kuwapatia some 1 2 3 na wenyewe wajiendeleze, waangalie industry iko vipi. Tena especially like females, wanawake, like they have a very good impact in this industry. Ni ile tu ndio hivyo tena, kama nilivyosema, challenges za families na nini, wanawakazia maisha. So inshallah soon, very soon. Kwa siku yako leo tunashukuru sana. Asante pia. Shukrani sana. Ndio tulikuwa na ndugu yetu, yeye anafanya kazi ya media, na unasikia gisi alianza, changamoto ambazo anakuwa anakutana nazo. Vile vile unakuta miongoni mwa changamoto ni hizo pia za kifamilia, lakini usikate matumaini, ndio neno ya msingi kabisa ametumalizia na kwa siku leo. Shukrani kwa muda wako. Mimi ni Esther Shbabu, Chris Santos alikuwa akishikilia kamera. Tukutane kwa video zingine, usikose kulike, kushare na kusubscribe.